Nishachoka. Ninajua tulipiga makofi na vigelegele ya kwamba tumepokea mgeni ndani ya kanisa. Sasa kwa nini tumwache aende bila kumwekea mikono? Sherti tumwekee mikono, aanze kwenda na tangaza habari ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji watuletee viti viwili pale. Twende haraka haraka bila kukawia kwa sababu muda wetu uko naenda nakimbia. Mwarikishe. Karibu haraka haraka, karibu. Mfupa na mfupa waikale kwa hivi viti vizuri. Karibu. Basi munapokumbuka yale yote tumeshaambiliwa, tena Yesu alikuwa anapenda watoto wadogo sana, na alikuwa anasema mingi juu ya watoto wadogo, na anasema ya kwamba atakayeingia katika ufalme wa mbinguni sherti awe kama mtoto mdogo. Na wewe uliyepokea huyu mtoto, usipokuwa na hekima kwa kulea ule mtoto, unamwangusha. Jina la Bwana libarikiwe. Yaani kuna wazazi wengi anaenda kukabale, yaani kusoko, analeta chupa mbili za Primus, anaweka pale kumeza, analeta na kaboksi ka sigara, anaweka pale na alimeti, anaanza kukunywa pale mbele ya watoto na anaanza kuvuta. Hasa kitu gani kitatokea kwa ule mtoto? Nani atanipa jibu? Nani atanipa jibu? Hamuelewi? Unakunywa pombe na sigara mbele ya watoto. Sasa ule mtoto mwenye kona kuona vile unakunywa, naye atakuwa namna gani? Hampendi kujibia, na mimi sitaenda kwa vingine kama myajibi mpaka tutoke saa 10. Mzee tuambie haraka, watu wengine kona zibaa kabisa. Na atafuata hiyo tabia ya mzazi. Amen. Piga makofi na vigelegele. Kile unapofanya wewe mzazi kwa watoto, na hiyo ndio mtoto atafanya. Yaani unaambiliwa ya kwamba utakapokuwa na mtoto, weka Biblia mbele yako, uwe wa kuomba, uwe wa kusoma Biblia, na wakati unaenda kanisani, mupe kidogo mkononi, umwambie kila wakati tunaenda kumupa Mungu hiki, na mtoto atakuwa anaenda fasi, anakumbuka mbona tulikuwa tunaenda na mama hivi, tunafanya hivi, naye atafanya hivyo. Jina la Bwana libarikiwe. Basi tusomee kitabu cha Mathayo sura 18 mstari wa 3 mpaka 5. Karibu. Utasoma na nakufuata tu, kisha utakiwa kusema wengine kidogo tu, saa zetu zinaenda mbio. 18 mstari wa 3 mpaka 5. 3 inasema hivi. Akasema, amini ninawaambia,
vitoto, msipoongoka, msipokuwa kama mtoto mdogo, hamutaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Maana yake nini? Mungu alitaka kuonyesha mtoto ya kwamba mtoto hayafanya hata neno moja, hayakosa kitu. Lakini wewe kabambi, unapokuwa uingie katika ufalme wa mbinguni, sharti uwe kama huyu mtoto mdogo. Sharti uwe kama huyu mtoto mdogo. Yaani huyu mtoto mdogo hayajua kutukanana, hayajua kujisoza, hayajua kuiba kakingali yake vile vile. Lakini wewe kabambi wa kabambi, uko pale wa kwanza, mwingine akikufanya kakosa na sitakusemeshaka tena. Lakini Biblia inakuambia ukiwa kama huyu mtoto utaingia katika ufalme wa mbinguni. Jina la Bwana libarikiwe. Tuendelee mwalimu. Basi yeyote ajinyenyekeshaye, yeyote anayejinyenyekesha mwenyewe kama mtoto huyu, kama huyu mtoto mdogo, huyo ndiye aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni. Huyu ndio mkubwa katika ufalme wa mbinguni. Jina la Bwana libarikiwe. Sikia, wewe unaweza kusema aka katoto wanakamata mkono, katakuwaje mkubwa katika ufalme wa mbinguni? Yaani Mungu anamuona huyu ni mtakatifu kabisa. Huyu hakuna hata kadosari hata moja. Na hata ile kusema akumbuke nilikosa hivi, haya hivi vyote. Na ndio maana Mungu anakuambia wewe na mimi, kwa kuingia ufalme wa mbinguni uwe kama huyu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuendelee. Tano na mwisho. Na yeyote atakayempokea, na yeyote mwenye atampokea mtoto kama huyu, kwa jina langu, kwa jina la Yesu, atanipokea mimi. Atakuwa amempokea Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Na waza mambo yote kwa wazi. Utakapopokea mtoto kama huyu, umempokea bihangange wa bihangange. Bwana Yesu asifiwe. Yaani watu wengi hata kukamata mtoto anashindwa. Akisema nitakamata mtoto, mimi siyakamataga mtoto sijue. Kamata, ule ni Yesu ndio umepokea. Mama, baba, buirwa pamoja na mama. Hapa Mungu anasema unapopokea huyo mtoto umempokea Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Uanze kutombokea mtoto, angalia kakichwa kama baba yako. Ujue unaenda vibaya kabisa. Mtoto uliyepokea si yeye, ni Yesu. Jo ulipokea. Sherti mnyumba yako muwe utakaso. Yesu akuwa ndani ya nyumba. Yesu si mchafu, Yesu ni mweupe. Jina la Bwana libarikiwe. Tusome kitabu cha Marko sura 10 mstari wa 13-15. Tuendelee haraka. 10 mstari wa 13-15. Biblia inasema hivi: basi wakamletea watoto wadogo ili awaguse. Waseme wakamletea watoto wadogo ili amguse, amguse. Wanafunzi wake wakawakemea. Aseme banafunzi wakaanza kuwakemea. The disciples spoke sternly to them. Ila Yesu alipoona alichukizwa sana. Aseme Yesu akaona jinsi wanafukuza watoto akachukizwa sana. Akawaambia, waacheni watoto wadogo waje kwangu. Acheni watoto wadogo waje kwangu. Msiwazuie. Kwa maana watoto kama hawa, ufalme wa Mungu ni wao. Ufalme wa Mungu ni wao. Jina la Bwana libarikiwe. Angalia watu wengi hivi hapa wanaikala hapa. Kuko mwenye iko naanza guna mroho
huyu anakuja leo na anaanza kubarikiwa sasa hivi. Wanakuambia walianza kuwakemea, lakini Yesu akawaambia hivi, musiwazuie wahani hawa watoto wadogo, ufalme wa mbinguni ni wao. Na ukiwa kama huyu, ndipo na wewe utajulikana mbinguni. Jina la Bwana libarikiwe. Mama, jinsi unavyomlea mtoto, jinsi mtoto atakomala. Kama utamlea mtoto baba wirwa pamoja na mama, ukianza kumlea mtoto kwa fimbo, mtoto atakomala kwa fimbo tu. Atasema acha nifanye hivi, nishagazoea fimbo tu. The child will say, let me continue because I'm used to the stick. Because you have raised them using the stick. Be able to raise them using the Bible, going to church, to give offering, to give everything of the church. Utakuwa umefanya vema. You will be able to do very Jina la Bwana libarikiwe. Maadui wako wenyewe wako wanakataza watoto wasibarikiwe, lakini kwa sababu ni andiko limeandikwa, sharti watoto wabarikiwe. The children must be sharti watoto wawekewe mikono, kwa sababu Yesu alisema wakamletea watoto wadogo ili awaguse. Ili kuwagusa ni kuwatakasa na kuwabariki. Jina la Bwana libarikiwe. Bale wenye roho mbaya wakaanza kuwaza vya mingi. Watoto toka kule murudie. Kids run away from him. But the one that said, let them come to him. For the kingdom of heaven is theirs. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tusome tena Mathayo 19 mstari wa 13 15. Tusome pale, tuikalie pale, njoo tuanze makomentari kidogo. Karibu. 19 13 15. 19 13. Aseme ndipo akaletewa watoto wadogo ili awaweke mikono juu yao. Kwa nini hawakuleta mkuu kama Pastor Sela? Why did he bring a dog like our pastor Sela? Alipenda hawa watoto wadogo. He loved the little children. Ni mfano ya kwamba it's an example that when you receive a child, you receive Jesus. Many people don't know that. Says that the child doesn't know anything. Let him stay home. All he does is cry. There's mothers here that slap their child. The other one that's able to speak rudely to them. Let them tire you out for you have to. Amen. Let's continue. Mikono juu yao na kuwaombea. Akawawekea mikono juu yao na kuwaombea. Na njoo maana nasi tuliwaita wakuja hapa ili tukawanyoshe mikono, so that we can lay our hands and touch them and pray for them. So all the evil things, all the bad things that touches him will not fight. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini Yesu akasema, Yesu akasema, waacheni watoto wadogo waje kwangu. Mwasema uache watoto wadogo waje kwake, wala msiwazuie, wala msiwakataze kabisa. Kwa maana walio mfano kama hao, kwa maana waliokuwa mfano kama hao watoto wadogo, ufalme wa mbinguni ni wao. Ufalme wa mbinguni unawakaribisha. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Akaweka mikono juu yao, akatoka huko. Amen. Akaenda. Seke alitoka kabla ya kufanya nini? He had left after blading his hands. Na sasa tunakaribisha wachungaji, wazee, walimu, servant of God, teachers, elders, let them be able to stand up. Let all of us stand up so we can lay the hand of an angel on him so that the enemy don't see him again. Mama, baba, father and mother, the one that you have is not yours to play with. This is Jesus that you have. If you're playing with Jesus, he will open your skull open. You'll have received Jesus.
You may think that you jina received walimupa Ezra. Ezra. That's the Unasikia name, walimpa jina la Ezra. mtumishi tena. You see, they gave him the name of a servant. Maana ya Ezra ni The nini? meaning of Ezra is Maana ya what? Ezra ni mtumishi. The meaning of Ezra Siku is a moja servant. mwalimu Kiza alitufundisha juu ya Ezra. One day, Ulijua a teacher vyenye alifanya. taught us about Ezra. Viatu vya hatari. He did a lot. Walimupa jina la Ezra. And that's why they gave him the Kama name Ezra. unampatia mtoto jina la Ezra, And when you give the child the name of Ezra, so you must let him do the work of God. na Just as kama Ezra. hautabifanya And hivyo, if you're not going to let it be like that, mtabebana na nani? you will Na vihangange take wa it up with vihangange. God. Tumeambiliwa ya kwamba huyu Petro si alikuwa anampenda We Yesu were taught sana. that Jesus loved. Alimpenda Peter Yesu just sana. loved Jesus. Lakini mbele ya makomboro alianza kuogopa akamkataa. But when the issues came up, he Na started wewe unaweza kuwa na to be mtoto, afraid. ukishasikia njala, when mtoto you have a analia child and the sina child vya is kumupa, crying, unaacha unakatupa mnyumba. And you leave in the Unajiende. house because you're hungry. Hata una njala una nini, kama Even hata when you're mtoto hungry, get the ambia child. Mungu, huyu Tell si God, Yesu But ulinipa. you gave me Kwa Jesus. nini akale na njala? Why is he hungry? Yesu atafungua The Lord mbingu, will open atakupa. and he will Na give to mbingu you. gani atafungua? The Lord will open. Ataingia katika Mama Selina, Will katika enter into Papa one of the Tresoro, servants of Papa God. Imani, Papa Mwalimu, watakuletea lusumuni pale And they will give you utakula. what you need. Piga makofi na Amen. vigelegele. Basi tumishi msogee hapa. All the saints of God, Piga kitari ukuye hapa. Tupige maombi kwanza. Mzee karibu. pray. Watumishi wote uwe mwanamke uwe nani, sogea hapa. Mtoto huyu umtunze sana, na kila siku Rehema yako umbariki Bwana Yesu. Ulimwenguni kuna majaribu, mahali pote shida na mitego, lakini uwe mchungaji wake na umwongoze, rafiki mwema. Mwokozi kwa upendo mchungu, asije akashindwa safarini, na umlinde kwa rehema yake. apate kuwa wako siku zote. Utupe nuru ya neema kwake, na maji ya uzima toka kwake. Ee Bwana Yesu, twakuomba leo, umlinde mwana wetu kwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise the Lord. Watumishi Sons of msogee God, sasa, Let's come muweke closer mkono kwa and mtoto, lay your hands on the na child. kwa wazazi and on the muombee parents as well. wazazi, Pray for the parents, kubwa na Mungu afungue mibaraka katika for the nyumba. Lord to open blessings in the Yesu house ambaye based on the wamepokea. Jesus they Jina have la Bwana received. libarikiwe. Amen. Amen. Muweke mkono, msogelee, Lay your hands on the baby. Asante Yesu. Asante. Kongo data Kongo rema Kongo na mwitu twakwivuga twakugashanira twakubariki kukuno uno kiungo kya kiri hano eri kiungo kitakatifu aba twakibike mbere y'amalanga gawe gendere kukikoleza no kugire mikoleza nguluri yake data ukanesa wakuletera abawe kiro bahume bakoko abumana tumuhuma
twamubikira amaboko irimigisha kulyoke mwawe uweze migisha no kumulanga n'amaboko mabi n'amalozi n'abitani bose twakemea kuyimana kuzama data uli Mungu ukola uli Mungu ukololoza izina lya ulibarikiwe data na mubikira Yesu umuzima na kemea hii maisha la kesho mabaya na kemea mkosho yote na maisha waka Bwana Yesu kwa jina la Yesu mutendea shetani tumishi wako analia usiku na mchana ufariji lakini kupitia wewe Yesu Kristo yote yanawezekana atayatimiza uliofanya Bwana katika maisha ya Yesu utamfanikisha tembea naye koshi na bala ninakemea kwa jina la Yesu Baba wapatie nguvu na Baba washindie katika jina la Yesu Baba wasimamie shetani anapojiinua bariki mtoto Baba bariki mwamba Baba bariki mama bariki kijana bariki mtoto wako kwa sababu kidogo anayekuzia uko Mungu haujawaisha nyumba iliyobarikiwa waliowatazana na shukuru ninakutukuza kwa yote umetenda kwa yote umefanya jina Yesu lihimidiwe ni katika jina lako Baba wa mbinguni acha Baba tuwainue na tuwalete mbele mkononi mwako ni katika jina la Yesu wa malaika washuke wafanye kazi katika nyumba hii Baba nakaribisha wa malaika waingie na wafanye kazi katika jina la Yesu amen. Karibu mchungaji Sela. Amen. Tunakushukuru Baba, tunasema asante kwa kazi kubwa umetenda kwa ajili ya familia hii. Baba, tunafunga kila nguvu za giza zimekuwa zimesimama. Tunamtia Ezra mikononi mwako, ni ahadi umeahidia tangu tulifika huko Misuri. Ukasema utampatia zawadi ya mtoto, au kusema mtoto gani, lakini we Mungu ulijua na ukaelewa. Na siku ya leo tuko na zawadi mikononi mwako Bwana. Baba, iwe funguo ya nyumba yao Kristo, vyote vilivyofungwa vifunguke. Baba, karama na vipawa vifanye kazi. Baba, tunaomba kila mikosi na balaa isipate nafasi ndani ya nyumba hii. Ubariki waingiapo, wabariki watokapo. Bariki baba, bariki mama, bariki hata nani dada yake. Umubariki na Ezra pia. Baba, tunashukuru kwa maana utatenda, utashindwa na lolote. Acha mkono wako wa kuume uwe juu. Hii ni baraka ndani ya nyumba yao, ni baraka ya kanisa. Baba, tunasema asante, ni baraka ya familia. Tunakushukuru kwa maana wewe Mungu natuwazia mambo mazuri. Tunaweza tukafadhaika, tukashindwe, tukalaumu, lakini Mungu na ahadi zako haupunguki. Kiwa nyota zingezimika, ahadi zako zinadumu. Tunashukuru kwa kazi kubwa, hatutaacha kukuhimidi siku zote. Tunasema asante, asante. Jina lako limidiwe siku zote za maisha. Tunashukuru kwa wote wamekaribia. Tunashukuru kwa kanisa lako. Tunashukuru kwa huduma. Asante, tunaacha yote mikononi mwako. Ni katika jina la Baba na la Mwana Mtakatifu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Tuwape mikono mzee. Amen. Amen. Ni nani kama wewe Bwana? Ni nani kama wewe Bwana? Mwenye nguvu kama zako